Hii imekuwa bonge la kesi, imekuwa bonge la debate hasa katika jamii zetu hizi hapa za Kiswahili, kwamba wanaume tumekuwa na vimani fulani hivi kwamba mwanamke hapaswi kujua unalipwa nini, mwanamke hapaswi kujua unaingiza shilingi ngapi, lakini pia mwanamke hapaswi kujua una akaunti ngapi za benki, na wengine wanaenda mbali zaidi, anaweza asijue mpaka namba za siri za M-Pesa, namba za siri za ATM yako. Lakini pia hata wanawake nao wakaona sio kweli, wakaanza maisha yao fulani hivi kwamba pesa yake ni ya kwake, akijenga hakuambii, akinunua kiwanja hakuambii. Lakini pia haupaswi kumuingilia kabisa katika masuala yote yanayohusiana na kifedha. Utabeba majukumu yako kama mwanaume, naye pesa yake itabakia kwa ya kwake. Lakini unapodig deep ukauliza maswali, wanaume watakujibu kwamba wanawake wa sasa hivi wanakuja kimaslahi. So usipoishi nao kwa akili, ndugu yangu, utakuta ushazungukwa. Sababu ya pili ambayo mara nyingi huwa tunakupa ni kwamba mwanamke anapojua unaingiza shilingi ngapi, expenditures zinaongezeka. Ila sababu ya tatu, mwanamke anapojua kwamba saizi una kiasi fulani cha fedha, mara nyingi unapodondoka inakuwa ni aibu. Sababu ya nne, hii ni kwa wale ambao bado wako kwenye date na wale ambao wameoana juzi. Atakwambia kwamba bado namchekicheki kidogo nijue akili yake imekaaje, ndo aje kujua ATMs zangu, ndo aje kujua mambo yangu yote yanayohusiana na fedha. Ukienda upande wa wanawake sasa, na ukauliza kwa nini huwa mnaishi maisha ya kisirisiri hasa linapokuja swala la kifedha, watakwambia wanaume wa siku hizi nao hawaeleweki ndugu yangu. Anaweza kukupiga kibuti leo na hujajiandaa kichini, mwisho wa siku ukakosa pa kuanzia. Sababu ya pili, watakwambia kwamba so kila kitu mwambie mwanaume bwana. Wanaume wenyewe wana wivu. Ukimwambia masuala ya biashara, kujiingizia kipato, ataanza kukwambia usifanye biashara, kaa nyumbani ule familia. Kwa nini? Kwa sababu anatafuta kucontrol kila kitu, muombe kila kitu akupe ili aweze kucontrol. So kusolve mgogoro huo, lazima ufanye biashara chini, lazima ujiingizie kipato kwa chini. Unahakikisha hajui chochote kinachoendelea. Lakini sababu ambazo zimebase pande zote mbili, kama mwana saikolojia, kama mtu ambaye unasoma saikolojia, kama mtu ambaye unajua kuwasoma watu, unagundua kwamba hapa kuna tatizo la kuaminiana. Pili, kuna mawasiliano mabovu. Tatu, kuna vitu vinaendelea chini kwa chini, yaani wanaficha maovu yao ya matumizi ya kifedha. Lakini jambo la nne ni mapokeo ya kijamii, kwamba unapomwambia mwenza wako kila kitu, ndugu yangu, itakuja kukosti baadaye. Kwa hiyo nao wanalishikilia hilo. Lakini hata sababu ya tano ni ubahili. Sio mwanamke sio mwanamume, wote ni wabahili. Anaona nikiwa muwazi kwenye kipato changu, basi mwenzangu atataka kitumike katika maendeleo ya familia. Lakini kwa mwanamume pia anaona nikimwambia atazidisha matumizi, hapo mwisho wa siku pesa yangu itaanza kutumika. La, so kweli, kakimia, mute nayo. Anyways, kabla sijaendelea, hembu naomba nikupe kisa kimoja, alafu wewe mwenyewe ukidiagnose ujue ungemshauri nini mwamba huyu hapa. Ni kisa fulani ambacho nilikisikiliza kupitia media fulani ambayo naitunza kwa jina. Ni mwamba alikuwa anajishaurisha kuhusu mgogoro wa kifedha katika familia yake, alikuwa anataka wamshauri. Sasa naomba nikupe story nzima. Mwamba alikuwa anafanya kazi kwenye benki fulani hivi na alikuwa analipwa vizuri, lakini hakutaja jina. Ndani ya muda huo mwamba alikuwa katika mahusiano na binti fulani hivi, naye binti alikuwa anafanya kazi fulani na alikuwa analipwa mshahara. Basi maisha ya mahusiano yakaenda poa. Kama unavyojua jinsi tunaoana kabla ya kuoana, tuna test mitambo iko vizuri. Basi mwamba anasema wakazaa, mahusiano yalienda vizuri aise. Sasa katika maisha hayo ya mahusiano, basi binti akawa amepata wazo la kibiashara, akamtonya mwamba. Mwamba akaona imekaa poa. Mwamba akatia hela, akatia nguvu. Dada naye akatia hela, akatia nguvu, kwa makubaliano ya kwamba tutapozalisha biashara yetu ikakuwa, basi mwisho wa siku tunagawana pasu kwa pasu. Masihara bwana, biashara ikastawi, ikakuwa na kuchanua kama walivyokubaliana, wakawa wanapata faida, wanagawana, na hiyo ni nusu kwa nusu, hakuna nini wala nini. Huwezi amini, biashara ikaanza kuingiza faida zaidi ya kile walichokuwa wanalipwa kwenye kazi zao. Wakaona sio kweli, kazi tuna resign, yani tunajiuzuru, tunaendelea na biashara yetu, tunawekeza muda wetu, tunawekeza nguvu yetu kwenye biashara yetu. Basi mambo yakawa hivyo. Kadiri siku zinavyozidi kwenda, majukumu yanaongezeka. Ada zilipwe, lakini pia bili za umeme zilipwe, kodi ya nyumba ilipwe, na walikuwa wanaishi nyumba nzima, imagine. Ila kumbuka kuna kuvaa na kula. Yes. Sasa kila kitu kikawa juu yake kama unavyojua wanaume. Lakini mwamba akaona sio kweli, mbona kama vile mzigo unanilemea hivi. Pesa za faida tunagawana kila mtu pasu, lakini haelewi ya wife inaenda wapi, haifanyi chochote. Akili ishaanza kuumana tayari tena hapo. Mwamba anasema alivyoona maswali yamekuwa mengi kichwani kwake, akaona sio kweli, hebu nimshirikishe mwamba wangu mmoja hivi. Basi akawa amemshirikisha mwamba wake, rafiki yake. Rafiki yake alichomshauri akamwambia, bwana mwamba, komaa kiume, kwa sababu ukisema umshirikishe shemegi utaonekana mdhaifu, utaonekana majukumu yameanza kukushinda mzee baba. Yale niloyasema kwenye video hii kwamba mara nyingine rafiki yako hawezi kukushauri kitu cha maana. Basi mwamba akawa hajaridhika na majibu yale, akaona mbona kama mwanangu hajanipa majibu ya kuridhisha. Akaona sasa bora wa consult au watu wa media. Basi wakawa wamemshauri cha kumshauri kama watu wa media. Lakini je, ungelikuwa ni wewe ungefanya nini? Au sio wewe ndio ungemshauri nini mwamba? Drop kwenye comment pale tuweze kushauriana. Kama kawaida sisi ni kushauriana, hakuna anayejua zaidi ya mwenzake. Anyways, sasa kisa hiki kinatupeleka katika video yetu ya leo. Katika video yetu ya leo tutajaribu kuangalia kipengele cha kwanza, kwamba kwa nini ni muhimu kuwa muwazi katika kipato chako, lakini pia hata kushare majukumu ya nyumbani. Lakini kipengele chetu cha pili kitakuwa kinaangalia dalili za mwenzako kabisa kuficha masuala ya kifedha. Kipengele cha tatu itakuwa ni namna
namna ya kuongea na mwenzako, approach namna ya bajeti zenu, lakini pia namna ya matumizi ya fedha zenu, ila pia mgawanyo wa majukumu katika familia. Pengine ndo kitu kilimshinda mwamba huyu. Kabla sijaendelea, jamani, naomba ubofye kitufe cha subscription, lakini pia ubofye kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza pale tunapoweka video, na hakikisha umeangalia video nzima, kwa sababu vitu vizuri mara nyingi huwa viko mwishoni na wanaovifikia huwa ni wachache. Anyways, tuanze na sehemu ya kwanza. Kwa nini ni muhimu kushare majukumu ya nyumbani? Kwa nini ni muhimu kuwa muwazi katika kipato chako baina yako wewe na mwenzako? Jibu la haraka haraka linaweza likawa ni kusaidiana mzigo uwe mwepesi, usiwe na stress za majukumu, lakini pia ni kutengeneza uaminifu na upendo baina yenu. Lakini kuna sababu beyond that. Faida ya kwanza mnaepusha mali kupotea pasipojulikana. Hii imekaaje? Kwa mfano, ulikuwa unaficha kuhusu akaunti zako za benki, ulikuwa unaficha amount iliyoko bank, ulikuwa unaficha madeni uliokuwa nayo, ulikuwa unaficha kuhusu miradi yako uliokuwa unaiendesha nje, ili mradi mwanamke asijue, ili mradi unaogopa kugeukwa baadaye. Sasa kutokana na scenario hiyo, hatuombei, mfano umefariki, mwenzako halikuwa hajui chochote kuhusiana na kipato chako, chochote kuhusiana na miradi uliokuwa unaiendesha huko nje. Manake wanaoenda kufaidika ni binadamu wengine, right? Familia yako haiendi kufaidika chochote kabisa. Sasa kuepusha hii, lazima uwe muwazi. Bwana, nina akaunti hii, ina kiasi hiki, ninaendesha mradi fulani huko sehemu fulani. Lakini pia unaweza ukamfundisha namna ya kuendesha miradi ile, ukamuhusisha na jinsi ya kuendesha miradi ile. Mwisho wa siku, hata unapokuwa umetoka, Mungu akakupenda, hatuombi utoke, mwenzako anaweza akaendesha miradi ile. Faida ya pili, hii nataka niweke kwa Kiingereza, alafu nitaidadavua kidogo. Empowerment and autonomy. Yaani mnawezeshana kinguvu, lakini pia hata kimaono na kimaamuzi. Hii ni pale ambapo mwenza wenu anakuwa amependwa na Mungu zaidi, kwa sababu kufa ni must, right? Sasa tuchukulie mfano, baba ndo ameondoka. Mara nyingi wakina mama ndo wanakuwa waathirika wa hii. I'm not saying kwamba ufe, no, ninamaanisha kwamba wakina mama ndo wanakuwa waathirika, ndo maana nimeamua kutoa mfano wa baba. Hapa badala ya mama kuhaa na watoto, it becomes vice versa. Imagine mama anajua benki una shilingi ngapi na anajua password zake. Imagine mama alishiriki katika biashara zako na anajua chocho zote. Imagine mama ulimwandaa katika masuala ya mapato na matumizi. Imagine mama anajua kusevu. Imagine mama alibeba baadhi ya majukumu kipindi ukiwa hai. Hata kilio chake kwa kweli kitakuwa ni cha tofauti hapa. Kile kilio cha umeniachana nina watoto kinageuka kuwa kilio cha umeniacha mapema, nitampata wapi kama wewe? Lakini usiogope, hauondoki leo au kuachi leo. No, I'm not meaning that. Point ya msingi hapa ni nini? Endapo Mwenyezi Mungu amekuondoa, umemwacha mwenzako, anakuwa na ile nguvu ya kuendelea kuishi bila kupoteza chochote. Lakini pia anaweza akafanya maamuzi kwa sababu ulimshirikisha katika kila chocho ya business zako, kila chocho ya accounts zako. Zaidi mwenzako anakuwa anabakia kwamba alazwe mahali pema peponi. Faida ya tatu, maendeleo yenu mara nyingi huwa yanakwenda kwa haraka sana. Niamini mimi, mahusiano ya ndoa, mahusiano ya mtu ambaye mnatarajia mambo makubwa baadaye, mara nyingi huwa ni kama kampuni, ni kama mnatengeneza kampuni. Na ni kampuni ambayo kila mtu lazima play role. Sasa mnaposhare katika maono, mkachangia katika budget, mkachangia katika savings, bwana akaleta, bibi akaleta, nyote mkasevu sehemu moja kwa lengo moja. Guess what happens? Ndani ya muda mchache mmefikia lengo. Kama ni kujenga mnajenga, kama ni kununua kiwanja mnanunua, kama ni kufanya chochote ambacho kinahusiana na masuala ya fedha, mara nyingi huwa kinafanyika kwa haraka sana. Faida ya nne, mara zote huwa mnaheshimiana. Ask me how. Ikiwa nyote wawili mnabeba majukumu sawa, akili zenu zikabeba mzigo sawa, yani mzigo wa stress, mzigo wa majukumu ya nyumbani, mzigo wa stress za kibiashara, hapa lazima kila mtu atasimama kwenye nafasi yake. Hapata kuwa na dharau kabisa. Hapa ndipo kila mmoja anaelewa kwamba kwa nini hatuwezi kuwa na gari kwa muda huu, kwa nini siwezi kununuliwa iPhone kwa muda huu, kwa nini mumeamua kuacha kumiliki simu za gharama, kwa nini mumeamua kuacha kuvaa vitu vya gharama, lakini pia kwa nini mumeamua kuacha kusherehekea birthdays. Na hapa ndipo kila mtu ana appreciate juhudi anazozifanya mwenzake. Huwezi ukasikia mwanamke wako anakudharau, huwezi ukasikia mwanaume anakudharau. Kwa nini? Kwa sababu nyote mnatambua juhudi zilizopo, mnatambua deni mlilonalo, mnatambua amount iliyoko benki, mnatambua kwamba mna lengo fulani. Yes, heshima inakuwepo. Faida ya tano, mara nyingi mnatengeneza kizazi kilichokuwa ni bora katika masuala ya kifedha. Niulize namna gani? Nianze na wewe. Umerithi dhana ya kwamba mwanaume hapaswi kujua unachokimiliki kinachohusiana na fedha kutoka kwa wazazi wako, right? The same applied, hata kizazi chako kitarithi kutoka kwako. Sasa nikwambie, kama una plan kuwa na watoto au tayari unao, unapaswa kukijenga kizazi chako kuelewa kwamba teamwork katika masuala ya kifedha ni kitu ambacho ni msingi mkubwa katika maisha, na hasa katika maisha ya mahusiano. Unawafundishaje watoto? Wakishaona mnashirikiana kwa usawa katika kazi za nyumbani, katika kubudget, katika stress za biashara, mara zote wanagundua kwamba kumbe teamwork ni kitu muhimu sana katika familia. Wanapozidi kukua na mawazo ya namna hiyo, hata katika familia zao wanaenda kutengeneza kitu cha namna hiyo. Ila pia unawafundisha ujuzi wa kifedha. Kumbuka watoto wanajifunza kwa kuangalia, right? Wanapoona mnapokuwa mnadiscuss masuala ya savings, masuala ya kubudget, masuala ya matumizi, kwamba matumizi haya sio lazima, matumizi haya ni lazima, basi nao wanalishikilia hilo kwamba bwana, tutapopata fedha baadaye tukaingia katika mahusiano, tunabidi tudiscuss na wenzetu masuala ya kifedha, namna ya kusave, namna ya kutumia, namna ya kulipa madeni, namna ya kuavoid matumizi yasiokuwa na lazima.
Faida ya 6 tumeizungumza mwanzoni kabisa kwamba mara nyingi mnaposhare masuala ya savings, budget, matumizi na masuala yote yanayohusiana na majukumu ya nyumbani, mara zote huwa mnatengeneza kuaminiana na kupendana. Kama mwanzoni nilivyowaambia kwamba mara nyingi hili swala linakuja kuwa tofauti pale mnapokuwa hamuaminiani. Na kwa nini? Kwa sababu ni pesa. Pesa ni kitu ambacho kinatengeneza mazingira ya kutoaminiana katika familia. Nyie kama partners mnapokuwa wawazi katika masuala ya pesa, yani kipato, madeni, tabia ya matumizi, lakini pia hata savings, yani mnakuwa mnashare kitu kikubwa mno katika maisha. Mnatengeneza mazingira ya kuondoa stress za kutoaminiana. Unakuwa huru na mawazo ya kuachwa kwa muda wowote, mawazo ya kuchitiwa, unakuwa huru na mawazo ya kufukuzwa pasipokuwa na pa kuanzia. Lakini pia mnaanza kujitoa kwa ajili ya kila mmoja. Yani hapa kila mtu anawekeza kwa mwenzake vya kutosha. Kupitia mazingira hayo, basi mnajikuta mnaaminiana, mnajikuta mnapendana vile vya kupendana. Sasa kipengele B, namna gani unaweza kumtambua mtu anayeficha masuala ya kifedha, masuala ya majukumu, masuala ya madeni, masuala ya savings? Dalili ya kwanza, nilisahau kukwambia game. Hii inatokea pale unapokutana na meseji za hela zilizoingia, either kwa kubeti au mshahara umeingia au alikuwa anamdai mtu au aliwithdraw kupitia bank na alisahau kufuta meseji hizo. Hapa unapokuja kumuuliza kwamba kumbe ulikuwa unadaiwa, kumbe ulitoa hela, kumbe uliingiziwa hela, atakwambia nilisahau kukwambia bwana, ndio nimeingiziwa hela, ndio nilikuwa nadaiwa, nimelipa, ndio nilibeti nikashinda, vitu kama vile pale. Dalili ya pili, avoidance mechanism. Anazuia yale masuala yote ambayo yataleteleza kuulizana vipato. Imagine wewe unaishi na mtu hajawahi kuuliza una shingapi ndani, unalipwa shingapi na unaifanyia nini, umesevu kiasi gani kwa mwaka au kwa miezi fulani. Unapoishi na mtu wa namna hiyo, maana yake ana avoid hata wewe kumuuliza vitu kama hivyo. Dalili ya tatu, anakuwa na hasira game. Unapomuuliza masuala yote yanayohusiana na fedha, yanayohusiana na expenditures, mara nyingi anakujibu kwa hasira. Kwa mfano, ukimuuliza kitu hiki umenunua shingapi, mara nyingi atakujibu kwamba wewe usiulize, tumia tu. Ukimuuliza kwenye account kuna shingapi sasa hizi, utajibiwa kwamba wewe account zinakuhusu nini? Si ni mradi umepata matumizi yako. Kama ni mama, atakujibu kwani wewe account yangu inakuhusu nini? Pesa yangu haikuhusu. Wewe ni mwanaume, inabidi utimize majukumu yako. Lakini pia unaweza ukajibiwa sio kila kitu lazima ujue. Mengine yanabakia kuwa faragha. Sasa kama unaishi na mtu angeli na umetafuta namna ya kuongea naye imeshindikana, share video hii aweze kuelimika umuhimu wa kushare benefits, umuhimu wa kushare savings, umuhimu wa kushare masuala yote ya kifedha, lakini pia umuhimu wa kushare majukumu. CMC, jinsi gani ya kumapproach mtu kuzungumza naye masuala ya kifedha. Hapa upasi kuingia kichwa, kwa sababu ukiingia kichwa utaonekana unamsneak ili mwisho wa siku uje kumzunguka. Ila pia kama wewe ni kiumeni kama mimi, utaonekana majukumu sasa yanaanza kukushinda, ndio maana unaanza kuuliza yeye ana shingapi kwenye accounts zake. Yani utaonekana unakuwa mwanaume suruali kama mwenzetu yule alivyoshauriwa na mwenzake. Hatua ya kwanza, hakikisha unajihakikishia dalili hizo 3 ambazo nimekuambia. Hakikisha unaziona kabisa. Hatua ya pili, tafuta muda ambao ni mzuri zaidi, muda sahihi. Usiangalie muda ambao wewe una stress au yeye ana stress, muda ambao umechoka au wewe umechoka, muda ambao una aina fulani hivi ya kutokuwa comfortable. Tafuta muda ambao una furaha kati kwa kati. Hatua ya tatu, anza na statement isiyokuwa ya kulaumu. Unaweza ukaanza na kwamba kwa kweli nimeona kwamba kuna haja ya kuanza kusaidiana katika bajeti za nyumbani, katika majukumu ya nyumbani, katika savings, lakini pia nimeona kuna haja ya kujua matumizi ya kila mmoja wetu. Sio uanze kusema unatumia pesa vibaya, sijui pesa zako ziko wapi, unanificha, sijui yalikwenda yakarudi. No, tumia statement inaonekana kwamba haulaumu, ila unahitaji maendeleo baina yenu. Hatua ya 4, mwambie umuhimu wa kufanya hivyo. Ni umuhimu gani? Kwa nini mfanye hivyo? Mpe benefits zote ambazo nimezielezea kipengele. Na kama ukiona umeshindwa, uweze kuzielezea vizuri, share video hii muweze kuelimika wote pamoja. Something to note, hakikisha uzungumzie masuala yako binafsi, zungumzia masuala yatakayofaidisha familia kiujumla. Hatua ya 5, kaa kimya, msikilize jibu lake. Usiongee wewe tu, naye mpe nafasi ya kuongea. Kama atasema nisubirie, kweli mpe muda wa kumsubiria. Hatua ya 6, onyesha sasa na wewe umeanza kuwa mwazi katika masuala yako ya kifedha, majukumu yako umeanza kushare, ili naye apate moyo wa kuanza kushare masuala yake ya kifedha na majukumu ya nyumbani. Alafu angalia hali inakwendaje. Kama umefika engo hii na umenielewa kinoma noma, wewe ni legend. Kumbuka kulike, kutoa maoni hapo chini, lakini pia kushare video hii kwa mdau mmoja ili naye aweze kuelimika. Ni mimi Mr. Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.